Yesu asifiwe sana. Tumekuja kuwatembelea asubuhi ya leo kuwaletea habari ya uzima, habari ya wokovu. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa 6 ya kwamba Yesu ndiye njia na kweli na uzima wa milele. Kwa hivyo siku ya leo, wewe usiye na Yesu haujui njia. Wewe usiye na Yesu hauna ukweli, haujui ukweli. Wewe usiye na Yesu hauna uzima. Kwa hivyo asubuhi ya leo tumekuja kukuletea uzima. Tumekuja kukuletea ukweli. Tumekuja kukuletea ukweli. Kwa hivyo siku ya leo, muamini Yesu na upate kuokolewa. Maandiko yanasema ya kwamba wokovu uko tu katika Kristo Yesu. Kwa hivyo siku ya leo tumekuletea uzima wa milele. Tumekuletea wokovu. Tumekuletea kweli. Na njia ya kuipokea ni rahisi sana. Ni kuamini kwa roho yako ya kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu, ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako. Na ukishaamini kwa roho yako, ukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana, hivyo ndivyo wokovu unavyokuja. Kwa hivyo asubuhi ya leo tumekuletea jambo lipitalo, mshahara ambao utaupata katika mwisho wa mwezi. Tumekuletea habari ambayo hakuna yeyote awezaye kukuambia. Leo ni habari ya uzima wa milele. Tunakuuliza ya kwamba ukampa Yesu nafasi katika maisha yako, ili apate kubadilisha maisha yako. Give Jesus your life and he will turn your life around. Mpe Yesu maisha yako, atayabadilisha, atakupa amani, atakupa furaha. Kwa hivyo siku ya leo, habari yetu ni moja tu. We only have one message, and the message is that Jesus is the giver of life. Jesus is the giver of peace. Jesus is the giver of eternal life. And this eternal life, you will receive it by believing in the name of Jesus, by confessing that Jesus is Lord. Therefore, wherever you are, popote ulipo, hata ukiwa katika basi, ukiwa katika gari, popote unaposikia hii sauti yangu, ni rahisi sana kupokea uzima wa milele. Kwa sababu unachohitajika ni kuamini tu ya kwamba hii habari ninayokuhubiria ni habari ya kweli, ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zako, ili yeyote amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa sababu siku yaja, Yesu yuacha upesi, na hii ndiyo siku ambayo amekupatia ya kwamba umwamini upate uzima wa milele. Kwa sababu atakaporejea kwa mara ya pili, atakuja akiwa na karama mkononi mwake, ya kwamba wote waliompokea watapata uzima wa milele, na wote ambao hawakumpotea wataingia katika hukumu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunakuletea upendo wa Mungu aliyoudhihirisha kupitia Yesu Kristo, ili siku ya leo ukimwamini upate kuokoka. Labda umeelezwa ya kwamba unahitajika kupeana kitu fulani ili kupata jambo fulani katika dini fulani, lakini sisi tuna jambo rahisi, ya kwamba hauhitaji kuleta pesa, ya kwamba hauhitaji kutoa ng'ombe wala mbuzi. Unachohitaji ni kuamini tu. Amini siku ya leo. Biblia inasema ya kwamba hakuna wokovu ila kwa jina la Yesu. There is no salvation in any other name but the name of Jesus. Turn to Jesus. Give your life to Jesus, and you will have eternal life, and you will have peace. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikupe nafasi ya kwamba umpokee Yesu. Sema Bwana Yesu, nimeamini ya kwamba ulikufa kwa ajili yangu. Ninakiri kwa ulimi wangu ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Amen. Kwa hivyo kama umerudia yale maombi, umepata kuokoka. Biblia inasema ya kwamba kwa wote waliomwamini, kwa wote waliompokea,
amewapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Kwa hivyo kama umerudia hilo ombi, wewe ni mwana wa Mungu, na Biblia inasema ya kwamba umefanyika haki. You have been justified by believing in Jesus Christ. Kwa sababu Biblia inasema katika Warumi 8:1 ya kwamba hakuna hukumu kwa yeyote aliye katika Kristo. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus, to those who do not walk according to the flesh. Kwa hivyo asubuhi ya leo, unachokishughulikia kitafika tamati. Unachoenda kufanya asubuhi ya leo kina mwisho wake, lakini habari hii tukuletea siku ya leo ni habari ya uzima wa milele. Kwa hivyo mgeukia Yesu ili ukapata kuokoka. Turn your life to Jesus. Give your life to Jesus that you may have eternal life. Give your life to Jesus that you may receive this gift of salvation. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwana wake pekee, ili yeyote amwaminie asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Ni kwa upendo Mungu akamtuma Yesu. Ni kwa upendo ya kwamba Yesu akajitoa, ili siku ya leo ukimwamini upate uzima wa milele. Kwa hivyo tunayo habari njema ambayo ni habari ya uzima wa milele. Je, utaipokea? Tuna zawadi tumekuletea. Zawadi ya uhai, zawadi ya uzima, zawadi ya amani, ya kwamba umpokee Yesu na utapata kubadilika, ya kwamba umpokee Yesu na utapata uzima wa milele. Give your life to Jesus this morning. That is the only message that we have to you. That give your life to Jesus and you will have eternal life. Give your life to Jesus and you will have peace, because Jesus is the Prince of Peace. Yesu ndiye mfalme wa amani. Maandiko yanasema katika Isaya 9:6 ya kwamba Yesu ndiye mfalme wa amani, ya kwamba Yesu ndiye ufalme wote ubegani mwake. Kwa hivyo siku ya leo, ukitaka amani katika kazi yako, suluhisho ni Yesu Kristo. Jesus is the Prince of Peace. Jesus is the only one who gave a sacrifice of peace. For the Bible says that by his chastisement we have our peace in him. Kwa hivyo siku ya leo, kwa imani katika Kristo Yesu utapata amani. Kwa imani katika Kristo Yesu utapata uzima wa milele. You know, God made it very simple. Mungu akaifanya ikawa rahisi sana, ya kwamba ni kwa njia ya kuamini ndipo unapokea uzima wa milele. Kwa sababu Wayahudi walijaribu kutimiza sheria, lakini hawakuweza. Watu wa ile sheria haikuletewa watu wote, ililetewa tu Wayahudi. Lakini sisi ambao tunaitwa Gentiles hatukuwa warithi wa zile baraka, hatukuwa warithi. We were not partakers of that promise. And so Jesus came so that we who are not Jews can believe in the name of Jesus and be partakers of the blessings of God. So this morning you don't have an excuse. This morning you don't have an excuse, because it is very simple. It is by believing in your heart. It is by confessing with your mouth that Jesus is Lord. Si kwa kutimiza sheria. Huenda wewe ni mzuri sana, unasaidia mayatima, but Jesus is the only way. Nimewaambia katika kitabu cha Yohana 14:6 ya kwamba Yesu ndiye uzima, ndiye kweli na ndiye njia. Kwa hivyo matendo unayotenda yawe mazuri kiasi gani, hayawezi kupa uzima wa milele ila kwa njia ya Yesu Kristo, ila kwa njia ya kumwamini Yesu. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunaomba ya kwamba umpe Yesu maisha yako.
kwa sababu siku utakaposimama katika hukumu hautasema hukusikia. Kwa sababu niko hapa asubuhi ya leo as a witness of Jesus, that he is the giver of life, that he is the way, the truth and the life. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kukupa nafasi nyingine ili ukapokea uzima wa milele, ili ukapokea Yesu. Hebu rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninakubali ya kwamba wewe ni Bwana. Ninakupa maisha yangu. Ninapokea uzima wa milele. Ninapokea msamaha wa dhambi na nimeokoka. Amen. Kwa hivyo kama umerudia yale maombi, it is that simple. You are now a possessor of eternal life. You are now a possessor of peace, because Jesus is the Prince of Peace. Kwa hivyo wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumewaeleza ya kwamba unawapenda. Tumewaeleza ya kwamba dhabihu ulioitoa msalabani inatosha. Nao wameliamini jina lako. Wamesikia hii habari. Wacha maisha yao yakapata kubadilika. Katika jina la Yesu Kristo, ninasema ni asante kwa wokovu. Ninasema ni asante kwa uzima wa milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Jina langu ni Liz. Tumetoka Jubilee Christian Church, Exit 7, under Pastor Morris and Pastor Pauline Gashero. God bless you. Amen.